Mpenzi mtazamaji na shabiki wetu mkuu, karibu kwenye chaneli yetu ya Ani Media. Leo tunashughulika ama tunataka kuwasiliana ama kushauriana na baadhi ya mwanasiasa wa Kimilili ambaye anataka kuwa MCA. Kumbuka kwamba chaneli yetu hii tunawahoji wanasiasa, tunahoji wafanyabiashara, walimu, watu wa sekta mbalimbali ili kuhakikisha tu kwamba shughuli zetu zinaenda vile inavyofaa. Kwa hivyo karibu sana mwanasiasa wetu, na ningeomba sana utueleze kwa kifupi, nje ya siasa, wewe ni nani na unashughulika na nini? Asante sana na Ani Media. Jina langu ni Chebai Aldrich Mlati. Mimi ni mzaliwa hapa Kimilili. Nimesoma shule ya msingi hapa Kimilili Film School. Nikaenda shule ya upili Bokoli Friends High School. Kisha nikaenda Moi University kusomea biashara. Na sasa hivi najihusisha na biashara pamoja na shughuli zingine za hapa na pale mbali na siasa. Ndio. Naam, asante sana kwa ufahamisho huo, na tunakushukuru sana kwa kuja kwako katika studio zetu ili tuweze kuzungumza nao. Labda nikuulize swali. Unajua watu wengine huingia kwenye siasa eti kwa sababu mzazi wao ni mwanasiasa au mama yake au ndugu yake na kadhalika. Nje ya shida ambazo labda umeweza kuona na wana Kimilili, ni nini haswa kilikusukuma mpaka ukaona nataka niwe MCA? Labda tueleze hivyo. Jambo la kwanza, uongozi yangu inaanzia nyumbani. Kwetu mimi ndio mtoto wa kwanza. Kwa hivyo niliona ni vyema ya kwamba nikiweza kutumia umaarufu wangu au zile skills ambazo nimezipata shuleni, kwa sababu mimi nimesomea management in general, niweze kutumia zile skills kuleta nyumbani ili nisaidie watu wangu kwa upande moja au mwingine, ili tutoke kiwango moja tuende mbele. Okay. Asante sana kwa mawazo hayo. Lakini pia watu wa Kimilili, kuna mambo ambayo wangependa kujua kuhusu MCA. Labda tueleze, je, ni jukumu lipi ambalo unalijua kuhusu au majukumu ya MCA? Unajua wengi wanaingia tu wanataka kuingia kuwa MCA, lakini hata hajui jukumu la MCA ni lipi. Anajikuta anafanya mambo ambayo hayafai hata kufanywa. Unaona? Labda utueleze, uwafahamishe wana Kimilili, jukumu la MCA kikatiba linaweza kuwa ni nini? MCA kikatiba akona majukumu matatu. La kwanza ni legislation, ya pili ni representation, na ya tatu ni oversight. Hizi roles tatu ama hizi kazi tatu ambazo MCA ako nazo, pengine nizifafanue kwa kifupi. Naam. Legislation ni inahusiana na pale ambapo MCA ni mwanasheria katika county assembly. Kwa hivyo ni jukumu lake kwenda kwa county assembly, kuunda sheria, kuunda miswada, kurekebisha hapa na pale ili ikuwe ya manufaa kwa wananchi. Okay. Role yake ya pili ambayo ni representation ni kumaanisha kwamba MCA ana represent watu wake at the ward level katika county assembly. Yeye ndo anapeleka malalamishi, maoni, mapendekezo na in general mambo yote ya watu wake kwa hii ward, yeye ndo anawasilisha kwa waongozi ambao uko mbele. Ya mwisho ni oversight. Hii inahusiana sana sana na fedha na kazi kama hii. Okay. County assembly huwa ina budget yake ya kila mwaka, na county government ya Bungoma iko na budget ya bilioni 16 kila mwaka. Na MCS ndio wale ambao wanaenda kupanga hiyo budget, wawekeze fedha kwa miswada na mipangilio, programs ambazo zitasaidia wananchi katika county ya Bungoma. Okay. Asante sana. Sasa kutokana na vile umekaa Kimilili na wana Kimilili, umekuwa nao wale wakazi wa Kimilili, ni mambo gani au jambo lipi ambalo unaona linafaa kushughulikiwa sana ikiwa unaweza kuwa MCA?
unaona hapa kuna tatizo na linafaa kushughulikiwa? Tatizo kubwa ambalo Kimilili tumekuwa nayo na especially hapa chini kwa uongozi ya MCA ni ya kwamba viongozi ambao tumekuwa nao sasa hivi ni wawili katika nafasi ya MCA hii. Na viongozi wale walipata nafasi hiyo, lakini hawakuwa wanaelewa jukumu ya MCA kabla kuingia kwa ofisi. Na kwa hivyo waliingia kwa ofisi bila kuelewa, na wakifika kule wanapata kwamba hawapati mwelekeo kamili na wanapotea katika kazi yao. Na kwa hivyo mimi naona kwamba iwapo nitapata nafasi nitahakikisha kwamba nafanya kazi yangu kama MCA kwa jinsi ambayo wananchi wangu wanapendelea na jinsi ambayo italetea wananchi wangu manufaa. Na hapo nadhani ndio palipo kubwa viongozi wetu wamefeli. Ni kweli. Kwa hivyo unaona ni kwamba kuna vitu ambavyo hawa viongozi ambao wako kwenye nyadhifa hizo sasa hivi, kuna vitu ambavyo wameahidi na hawajatekeleza. Na kuna vingine wameahidi lakini havijafanywa kulingana na vile ahadi zao zilivyokuwa. Je, kwa kifupi tu ni kama ahadi gani? Kwa sababu utapata mwingine anasema nitajenga barabara kutoka hapa mpaka pale, lakini katika miaka 5 unapata hajajenga. Mwingine anasema nitajenga shule, kwa miaka 5 hajajenga. Ikifika miezi kadhaa hivi ndipo anaporudi kwamba sasa anataka nifanye hivi. Je, unaona ni jambo lipi ambalo halijatekelezwa lilifaa kutekeleza lakini kufikia sasa bado? Wani viongozi ambao wamekuweko wamekuwa wakiahidi vitu ambazo ziko beyond their level. Kwa mfano, MCA ni vigumu sana aweze kuweka stima, lakini utapata mtu akikampaign ama akiomba kura anasema mimi nitawaletea stima. Hiyo ni jukumu ya national government ambayo inaanzia kwa MP. Lakini ni kazi ya MCA kufanya kazi kwa pamoja na viongozi wa nyadhifa mbalimbali ili kuhakikisha kwamba maendeleo haya yanatekelezwa. La pili, viongozi wetu pia wamekuwa wakiahidi vitu bila kujua ni mipaka yao iko wapi. Kwa mfano, county government ya Bungoma iko na bajeti ya bilioni 16 kila mwaka. Kimilili tulibahatika tuko na municipality. Na kwa hivyo mimi nina imani ya kwamba naelewa hizi jukumu na najua kwamba iwapo nitafika pale sitaahidi vitu ambazo ziko beyond my level. Na kama ziko beyond my level, I will work in coordination na viongozi ambao wanahusiana nazo ili tulete manufaa nyumbani. Okay. Ndio. Sawa sawa. Mheshimiwa, unajua unapoanza kwamba unataka kuwa mheshimiwa, kuna watu wanakuja kukujua zaidi ya hata wewe unavyojijua. Historia yako watu wanaichimba sana kutaka kujua. Na ninajua kufikia sasa hivi kuna vitu ambavyo labda wameweza kuzungumza ambavyo kwako unaona si vizuri, unaona vinakukera, labda ni maswala ambao wameweka tu na sio ya ukweli. Hebu tuambie, ni kipi ambacho wewe unaona mtu anakuzungumzia na sio ukweli, na katika ile hali ya kutaka tu kwamba usipate kura wakati utakapofika? Naam. Katika siasa, nilianza siasa yangu mwaka 2022 kuwania nafasi ya MCA, lakini sikufaulu. Na kwa hivyo nimerudi tena mara ya pili katika kinyang'anyiro ili nitafute nafasi hii. Mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda na niko na uzoefu. Wananchi mara mingi wao wanaongea, viongozi wengine wao wanaongea, lakini kuna vitu ambazo unaweza respond to them na zingine hauwezi. Kila mtu huwa ako na assumptions zake. Na mimi nikiulizwa kitu nitakuja mchana ni justify kitu ambayo nimeulizwa na wananchi. Kwa mfano, hivi juzi nilipata swali kutoka kwa mwakilishi wadi wetu wa sasa akidai ya kwamba mimi nilienda kule Moi University na sikusoma, na ikabidi nitoe makaratasi yangu ili nimdhibitishie ndio kwamba ni kweli nilisoma na nikahitimu kisheria kwa kile kitendo ambacho nilikuwa nafanya. Kwa hivyo mimi nitasema kwamba wananchi waendelee kunisupport. Iwapo atakuwa na maswali za kuuliza tutajibu, na zingine ambazo zitakuwa ni si relevant tutazijibu baadaye. Okay. Kwenye ukurasa wako wa Facebook, najua nimekuwa nikipitia kati fulani, kuna mahali umesema Tinga Bitters. Yes.
Tinga beaters ni wengi hapa town. Kuna msikilizaji au mtazamaji fulani mahali fulani pale hajaelewa hii tinga beaters ni nini. Labda utufafanulie hii tinga beaters inaweza kuwa ni nini? Najua sisi watu ambao tupo katika mkoa wa Magharibi, this western part of Kenya. Yes. Sisi tunapanda mahindi kwa wingi na tunakula ugali kwa sana. Kwa hivyo unaelewa ile wakati ambao unaenda tinga na mtu anapiga tinga ili itoe unga yake, unga utoke. Okay, kwa hivyo wananchi fulani ama kuna watu ambao wamechukua viongozi kukua kama tinga. Okay. Mtu anaenda pale na propaganda, anaambia mwanasiasa mwingine propaganda ambayo si ya kweli, anapiga kabisa, inatoa unga. Hiyo ndio maana ya tinga beaters. Ndio. Na ukasema kwamba kuwe na association ndio ya tinga beaters. Okay. Nilisema hivyo ikimaanisha kwamba na asalida mimi kama kiongozi nimeona kuna watu ambao wako ni wengi katika kitengo kupiga tinga. Na mimi najua hata nikikuwa MCA uweza kuwasaidia ni through association, waunde kikundi ili nikipata hii nafasi naweza watafutia fedha za kibiashara katika hii association yao ili kuwapiga tinga, nao wanaweza fanya biashara na shughuli zingine za kuwasaidia. Okay. Asante sana mheshimiwa. Sasa labda nikuulize swali jingine hapa hivi. Ikiwa utaweza kuchaguliwa kuwa MCA, jambo moja ya muhimu ambalo utahakikisha kwamba limetendeka ama umelitimiza linaweza kuwa ni nini? Ama kitu muhimu tu ambacho unaona nikiwa tu MCA heri ni feli katika sekta zingine, lakini hapa nitimize. Mimi ni iwapo Mungu atanipa nafasi hii na wananchi wanichague nikuwe MCA, mimi nitafanya kazi yangu 3 na moyo wangu wote. Hiyo kazi ni oversight, representation na legislation. Ya kwanza, mimi nitakuwa na kuja huku nyumbani na kana wananchi wangu, tunaleta maendeleo, tunakuwa na public barazas, tunazungumza. Iwapo kutakuwa na jambo ambalo wananchi wataniambia, mheshimiwa, kuna ile jambo limetufinya tungependa tushughulikie, basi moja kwa moja mimi nitajukumika niende kwa county assembly na nipeleke yale maneno ambayo wananchi wangu wamenieleza. Iwapo pengine wanataka ni maji kwa area hawana maji, mimi nitaenda kwa county assembly niende nifuatilie maneno, kwa sababu kwa county assembly ya Bungoma tuko na ministry ya water and environment and irrigation. Na hii ministry iko na vifaa vya kuchimba maji, the drilling machines ziko ambazo zinakuwa maintained by the county government on a yearly basis. Kwa hivyo mimi nitaenda nipeleke proposals, niombe zile projects ziletwe kwa ward yangu, na iwapo zitaletwa then zitapoweza kusaidia wananchi wangu. Jambo lingine ni pale kwa oversight. Mimi nitahakikisha kwamba tukienda kuunda bajeti, basi nami napeleka interest ya watu wa Kimilili Ward kwa county assembly, natenga pesa za projects za maendeleo za county za ward yangu, na pia pesa ambazo zitaenda kwa municipality mimi nitafuatilia kwa karibu ili nahakikisha kwamba municipality pia inafanya kazi yake, kwa sababu mimi kama MCA itakuwa jukumu langu kuzunguka kwa maofisi na kuhakikisha kwamba projects na kila kitu inakuwa coordinated vizuri na zinafikia wananchi jinsi ambavyo inafaa. Okay. Labda swali la kizushi 2 years. Wewe ni mchezaji mpira? Mimi ni mchezaji hockey. Unacheza hockey. Lakini bila shaka wewe unapenda sport. Na kila unapotembea hapa Kimilili tuna stadium yetu pale. Unaionaje? Stadium yetu ya Mtala ni stadium ambayo imekuza wana michezo wengi. Nami nilikuwa miongoni mwao, sababu mimi nimecheza hockey my high school life, nimecheza hockey my university life, na hata baada ya pale tumekuja na tukaanza kufunza wengine mchezo huo na kuwaelimisha zaidi. Licha ya uwanja huo kukua kwamba imetukuza, haiko kwa hali mzuri kwa muda kuu. Na mimi najua ya kwamba hata mwaka huu umewekwa pesa za kuenda kuweka ua ama fence katika Mtala Stadium. Ni jambo la kwanza. Lakini ya kustajabisha ni kwamba next year baada ya this financial year kuisha, kutapata kwamba hata ukuta wenyewe haijawekwa.
na hiyo ina fall largely kwa MCA ambayo hii ya Mtala Stadium iko within jurisdiction ya MCA, okay? Na mimi nitahakikisha kwamba ninaenda kwa county assembly napigania haki za wanamichezo wa Kimilili. Utafute fedha zaidi, hata kama ni ufadhili kutoka kwa serikali ama ni ufadhili kutoka kwa wasaidizi wa nje ambao wanaitwa donors, ili tukuje tupanue hii uwanja, angalau inaweza fanana na ile uwanja ya Masinde Muliro ya Bungoma, okay? Ama hata ikiweza kufanana na uwanja ya Raila Amolo Odinga Stadium ya Homa Bay, hii itakuwa ni vyema kwa sababu itainua pia uchumi wa Kimilili. Okay. Naam, nashukuru sana. Na katika mazungumzo yako haya yote umesema kwamba utaweza kufanya hiki na kile na kile na kile, ambapo tunashukuru kwamba utafanya hivyo na tunaamini, au wana Kimilili wanaamini kwamba itafanyika. Lakini sasa itakuwaje, ama ungependa wakuhukumu vipi hawa wana Kimilili ikiwa kwamba hutaweza kutekeleza majukumu yako? Watakuhukumu, ungependa hukumiwe vipi? Ningependa kwamba wakati nitapewa hiyo nafasi kama MCA, naam, wananchi wangu wanihukumu kwa rekodi ya kazi ambayo nitakuwa nimefanya, wanilinganishe na waanzilishi ambao walikuwa mbeleni mwetu. Tumekuwa na MCA ambaye amekuwa pale miaka 10 akaenda nyumbani. Tumekuwa na yule ambaye ako sasa miaka 5. Mimi ningependa iwapo watanipa miaka 5 kuanzia 2027, basi kufikia 2032 wanihukumu kulingana na zile kazi ambazo nimefanya na ile kazi ambayo waanzilishi ambao wamekuwa mbeleni mwangu walifanya. Ndio. Na mpenzi shabiki wetu, tuko kwenye show yetu ya Powerline, na hapa tuko na mheshimiwa ambaye anataka kuwa MCA Kimilili Ward. Kwa hivyo tumezungumzia masuala ya hapa na pale kuhusu maendeleo na kuhakikisha kwamba wanakijiji au wana Kimilili wanaweza kuwa sawa, wanaweza kuendelea, uchumi wao unaweza kuwa sawa. Na labda swali la mwisho mheshimiwa, unaonaje hali ya usalama katika Kimilili? Na je, kuna kitu ambacho unaweza kushughulikia? Kwa sababu unapata mitaa mingi sana usiku, watu wanavamiwa, wanafanywa nini na nini na nini. Unafikiria kwamba hilo swala liko katika majukumu yako, au kuna vile unavyoweza kusaidia katika sekta hii? Jambo la ukosefu ya usalama ni jambo ambayo imekuwa sugu hata katika area ambayo tuko hii. Tuko na shida ambayo usiku watu wanavamiwa, na inaletwa sana sana na vijana kukuwa idle na vijana kukosa kazi. Mimi najua ya kwamba sasa hivi katika municipality yetu, hata mwaka huu wa 2025-2026 waliweka milioni 12 ya kuweka mataa, tunaita street lights. Lakini kufikia sasa haijaongelewa mahali, ila sisi viongozi ambao ni aspirants, especially kama mimi, nilipitia bajeti ya Bungoma County na najua ya kwamba pesa iliweka, lakini haijafanya kazi jinsi ambayo inastahili. Mwaka uliopita waliweka milioni 8 kwa the same program ya street lights, lakini taa hata moja haikuwekwa. Kwa hivyo hapo ndio inachangia, lakini nina imani ya kwamba ndio hapo nitafika pale. Kwa hiyo nafasi tutahakikisha kwamba hizi fedha ambazo zimetengwa za kushughulikia mambo kama ni street light, kwa sababu street lights zikikua, then hali ya usalama itaimarika zaidi. Nitahakikisha kwamba hizi fedha zimetengwa na zimefanya kazi ambayo inastahili. Jambo la pili kuhusiana na ukosefu wa usalama, Kimilili hii yetu hatuna kiwanda ama mahali ambako vijana wetu wanaandikwa kazi. Vijana wengi wanategemea vibarua za hapa na pale, na kupitia hiyo ndo wanapata mapato yao. Okay. Biashara ziko Kimilili, lakini biashara zenyewe hazitoshi kuandika vijana wetu. Na tunajua hata hapa Kimilili, hapa around hii inaitwa Ministry of Works, tuko na shamba serikali. Tulikuwa na program ya Pambo aenda kuset up factory ya tomato sauce mwaka ya 2017 kuli, lakini haikutendeka. Baada ya miaka 5 tena wakafuja na ahadi zingine kochokocho, wakisema ya kwamba wanataka wabadilishe kile kiwanda cha tomato sauce kikuwe ni kiwanda ya kushaga unga, yani a milling plant. Ile tunapeleka mahindi, wanashaga unga, inakuwa packeted na inatumwa kwenye soko.
lakini bado haijafaulu, hata imefeli zaidi. Mara ya mwisho tukijua as soon as late as last year ilikuwa inatumika kama store ya mbolea, na mbolea ikakuja ikaibiwa. Mbolea kuibiwa, basi ikafungwa na ikasemekana isifanye kazi tena, na isipofanya kazi wananchi wa Kimilili ndio ambao tunaumia zaidi. Kwa hivyo mimi nitajaribu ya kwamba iwapo nitapata nafasi nifanye kazi na viongozi wengine, fanye kazi na MP, fanye kazi na women rep, senator, pamoja na wafadhili wa kibinafsi ama wafadhili ambao tunaita donors. Kuna programs kupitia World Bank. We can approach them with a proposal ya kwamba sisi tunataka tuanzishe kiwanda fulani hapa Kimilili. Tunaweza anzisha hata kampuni ya dairy, sababu dairy ikikuwa pale watu wanafuga ng'ombe nyumbani, vijana wanapata kazi kuli, familia zinapata mapato, na bado tunachukua maziwa ile na kuiuza. Hiyo nimetumia mfano, lakini wakati ukifika basi tutafanya proper public participation na wananchi wenyewe watoe maoni ni kiwanda gani kikikuwa hapa Kimilili kitawafaidi zaidi na kipunguze hali ya ukosefu wa ajira kwa vijana. Asante sana. Katika ile hali ya kumalizia, labda kuna swali au swala ambalo unalifikiria ungependa kulizungumzia na unaona labda sijaweza kukuuliza swali kama hilo ama sijaweza kuelekeza katika ile hali ya kulijibu hilo swali. Katika dakika moja tu unaweza kutuambia nini au ni nini kile ambacho ungependa kusema labda sijaweza kukuuliza, ili usitoke ukisema nilitaka niseme kitu fulani. Jambo la kwanza ni mimi niko tayari kufanya hii kazi ya kuwa MCA kwa. Jambo ya pili, mimi nyumba yangu iko imara na mimi sitapata nafasi hii na niende kule county assembly nipote. Mimi nimepanga mambo yangu na niko sawa. Okay. Asante sana. Mtazamaji, tuna mheshimiwa hapa anataka kuwa MCA na tumeweza kuongea naye, tumeweza kumhoji na kujua sera zake ziko vipi, na tunatumai kwamba akiweza kuwa basi itakuwa pia ni sawa. Kwa sababu ya muda hatutaweza kuendelea sana, tutakatia hapo kwa sababu pia tunajua kuna wakati mwingine. Hii ndio mara ya kwanza ameweza kuja kwenye studio zetu. Kumbuka kwamba ni channel yetu ya Ani Media, kwa hivyo ameweza kuja kwenye Ani Media kwenye program yetu au show yetu ya Powerline, na mara nyingine pia tunakaribisha ili tuweze kuongea zaidi na zaidi, na najua kwamba vile unavyozidi kuja kuna maswala ambayo utaweza pia kuyazungumzia ambayo ni maswala ebuka ambayo pia yanaweza kusaidia watu wa Kimilili. Na pia labda kabla sijamalizia, kuna mahali umesema kwamba watu au wale ambao wanajisajili katika kupiga kura wamekuwa wachache sana. Unafikiria ni swala hili linatokana na nini ama shida hii inatokea wapi? Asante kwa hilo swali. Sisi kama vijana mara mingi tunaandamana mitaani, lakini hatuna silaha ya kubadilisha uongozi ambao ni kura. Na pale ambapo tumefeli ni viongozi wetu ambao uko mbele hawasaidii vijana wetu kupata hizi IDs. IDs ndio ni free, lakini tukienda kwa ofisi ya registration tunaambiwa hizi forms hazipatikani. Personally nimekuwa na hiyo program ya kushikia vijana ID, ili ingawaje ni haki yao kuwa na ID, lakini wamekuwa wakizembea kwa sababu waenda ofisi wanatishwa pesa, sijui pesa ya picha, pesa ya printing, na bado wakifanya hivyo bado wanaambiwa forms zile hakuna. Kwa mfano mwaka huu nimekuwa kwa ofisi ya registrar wa ID mara karibu 6. Na mara karibu 6 hizi na karibu miezi 6. Zile forms haziko. Na kila mara tukiuliza tunaambiwa hazipatikani. Mwaka inaenda kuisha hazijapatikana, vijana hawana ID. Na bila ID ni ngumu vijana kujiandikisha kura kweli. Kwa hiyo mimi ningerai na kusi viongozi ambao wako mbele yetu watusaidie kwa ile sekta. Tuliona juzi rais ametoa ile education fee ya ID akasema ni free, na nadhani pia alisuspend ile nyingine ya kurenew. Na since kushika ID ni free, basi ningependa viongozi wetu wakitumia ushawishi wao. Kwa mfano mbunge wetu wa Kimilili Mheshimiwa Didmus Barasa ambaye anawania kwa gavana, atumie ushawishi wake kwa sababu hawa vijana ndio vijana ambao wataweza kupiga kura.
na akisonga mbele ni vizuri, akituacha nyuma atuache kama tuko salama. Kwa hivyo mimi ningerai viongozi ambao uko mbele, tusaidiane pale ambapo tutaweza, watu kimbilie kwa hizo ofisi, watu tangulie mbele, forms zipatikane, vijana wachukue ID, wachukue kura, ili 2027 wakati itafika, basi Kimilili itakuwa inaongea na sauti moja ambayo ni sauti ya wananchi. Asante sana mheshimiwa, na tunakushukuru kwa sababu ya muda wako ambao umeutenga ili uweze kuja kuzungumzia masuala haya yanayowakumba wana Kimilili. Basi mpenzi mtazamaji au shabiki wetu, kufikia hapo tunakuja jamvi kwa programu yetu, nikitumai kwamba umeweza kutazama na kuelimika na utaweza kufanya chaguo lako muhimu wakati ukifika. Ninachokuomba tu ufanye siasa zako kwa amani, na wewe kama ni mpigaji kura, hakikisha kwamba nawe pia unamwangalia kiongozi na sera zake. Nimekuwa mtangazaji wenu Titus Akolo kwenye programu yetu ya Powerline kwenye channel yetu ya Ani Media. Hadi wakati mwingine, kila laheri na asante sana kwa muda wako.